Edwin Sifuna. Stand. Asante sana Mheshimiwa Majimbo. Kwa sababu ya muda nataka niwe mfupi sana. Kwanza kwa kanisa langu Katoliki, Bishop Kadima, nataka mjue Bishop Kadima ni mkwazi wangu. Nimeoa msichana wa kwao, so nikiharibu program naweza pata fine kubwa sana. Lakini nataka niseme hivi. Nataka nisimame hapa ndio niwaulize kama mnaniona vizuri. Mnaniona vizuri? Mnaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Nimesikia mkisema hapa nyinyi ni kina nani? Hata nyinyi. Nataka nichukue fursa hii kusema asanteni sana kwa kuja kwenye hafla hii ya kumfariji ndugu yetu Mheshimiwa Wangamati. Wewe unajua mzee alikuwa rafiki yetu sisi wote. Wakati ambapo shida zilianza ndani ya chama cha ODM, vile Mheshimiwa Osotsi amewaambia, mzee Wangamati pamoja na hawa wazee wengine wa jamii ya Mulembe walituita sisi pale Kakamega. Na wakatufikisha chini, wakazungumza na sisi, wakatuambia kwamba jamii hii ya Mulembe na jamii ya Nyanza hakuna siku za kukosana sisi kama jamii zetu mbili. Kwa hivyo nataka niwaambie leo nikiwa hapa Bungoma, nimepoteza rafiki mzuri sana, Mheshimiwa Patrick Wangamati. Kwa niaba yangu mwenyewe, kwa niaba ya familia yangu, nataka niseme pole sana, kwa sababu mzee alikuwa anatushauri pole. Mzee alikuwa pesa kiasi, kwa sababu anajua sisi vijana damu yetu ni moto. Na mzee alikuwa anatushauri kwa upole, anatuambia kwamba tuweze kuendelea uone uhusiano ambao umekuwepo kati ya sisi Waluhya na jamii ya Mulembe, wote waweze kukaa pamoja. Msiwe na wasiwasi, huyu ndugu yetu Mheshimiwa Evans tumemzoea. Wakati ambapo hii kipindi tumezoea, mimi nimekuwa kwa siasa miaka mingi, hata wakati Sifuna anasimama kuongea, yeye anatoka neno kupangisha watu wao wa kumi na mbili. Hivyo sasa tunataka tuanze nyuma wakati ambapo kuna umuhimu ya kuja mbele ya bunge ya kuongelea ushuru kwa wananchi anawaambia nyinyi, yeye anapiga Yesu, alafu anaingia KCB banki ya Bungoma anachukua 200 anakuja na kuwatanga atagawe nini? Kwani hii wajinga na gani? Tunataka kuambia hiyo siasa iliyo na wakati. Sasa tunataka kuweka maslahi ya wananchi wetu mbele. Moja mbili tunaweka ili nakuja kutetea hao watu wa Bungoma maendeleo ya kweli na uongozi wa kweli. Mimi najua mzee wa Wangamati amekuwa mmoja kwa sababu mambo ambayo yalimsaidia huyu mzee. Wakati waliokuwa nyuma yake William Ruto na hawa kina Dimas hawa wakisimama kwa kampeni 2022 walituambia hakuna ukombozi utafanyika Kenya, akikama kuna shida na shamba watatafuta suluhisho ile walikuwa wanaitwa win-win. Kwa nini hawakumpea Mheshimiwa Wangamati win-win? Kwa nini wanapea wengine win-win wanatoa Wangamati? Hapa Bungoma tukijaribu kuwekeza katika kaunti zetu si wenyewe. Hapa Kenya kuna wanaoeleza jela kwa ile Wangamati wengine. Hapo mmoja wengine wanapokuwa kwa sababu ya wivu na kinyongo. Viongozi wako kwa Bungoma walipesi pole sana. Kwa hiyo wanaona kule sikenda bila wale mtas. Wananiambia mimi leo Sifuna, wanasema mimi ni mmoja wa masakariki. Mambo leo hapa Mungu anataka kuongoza kama gani? Mambo ya ndio kwa sababu ya kisa ambacho kilifanyika pale katika
shule ya utumishi, watoto wetu wadogo wachanga sana, zaidi ya wasichana 16 wamekufa ndani ya moto pale utumishi. Na ukiangalia ripoti ambayo tunapata, wanachukua watoto 200 wanajaza ndani ya dogo ya watoto 100. Mlango wanafunga na mtu anapotea na kifunguu. Kama serikali iko ambayo inadhani wananchi na inalinda wananchi, kitu ambacho kilifanyika utumishi hakifanyika. Walikuwa watu wale ambao kazi yao katika Ministry of Education kuhakikisha safety standards za walimu wa shule hawakuwepo, walituangusha. Jana tunaambiwa juzi ya kwamba Wamarekani wamekataa citizens wao wenyewe ambao wako na Ebola wasiingie Marekani. The Americans themselves are sending away their own citizens who have been affected by Ebola. Lakini mkoa mmoja hapa Kenya, kwa sababu wamepatiwa pesa, anasema tuletee hawa wagonjwa wa Ebola hapa Kenya. Mimi nataka niwaambie Mheshimiwa William Ruto, hiyo hatukubaliana na wewe. Haya mambo yote ambayo umefanya, vile mjumbe mmoja amezungumza hapa, tuachie uhai wetu, tupambane na hali yetu. Hawezi kuletea ugonjwa hapa na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Bado malaria inaua watu hapa. Watu wanakuwa na ugonjwa za zenye hata hawezi sema hapa bila hazi, bado inaua watu. Alafu nasema wewe ni expert wa mambo ya Ebola, haitawezekana. Sasa nataka nikamilishie hapa, niseme sisi wanalinda wananchi tunaamini kwamba kutoa William Ruto peke yake inasuluhisha 80% ya shida ambazo tuko nazo. Kwa sababu mtu mwenye mbaya hapa ndolia. Nilikuwa naongea na wakulima leo, wananiambia leo ndio miwa yao ikatwe, tunahitaji permit na wanahitaji uweke kuja kupatia permit kutoka mbio. Wakati hiyo walikuwa wanapambania pale nyuma, inakuwaje? Kwa sababu wanaingiza sukari zimejaa kwa magala ya ndolia, hawana haja na miwa yetu, wanataka kuuza sukari ambao wameingiza kila gari. Kwa hiyo hii serikali ni serikali na elimu, na tunataka tuseme hatuna kukubaliana na nyinyi. Huwezi kutuangamiza na huwezi kutawala pia. Wakati hapa Kabuchai wanasema tuendelee, wakati wanasema hapa hapa, wakati wanasema hapa hizo kalima hizo kumozima mbele wewe bebo zanitaka la mimi baadhi. I want to refer to you as a Catholic myself. So nataka nikamilishie hapo. Niseme sisi tunatembea Kenya mzima, tuwatafutie marafiki nyingi. Hakuna kabila ambaye imewahi kukosea Sifuna. Mungu anakukosea individually. Nyinyi kuna watu mnasema nisiongee nao. Nitakuja marafiki Kenya mzima.